Kwa miaka mingi, mashamba ya kahawa yalibaki kimya, miti ilichoka, uzalishaji ukaporomoka na ndoto za wakulima wengi zikaanza kufifia. Lakini katikati ya hali hiyo, sauti mpya zinaibuka, sauti za dhamira ya dhati ya mabadiliko. Mpango wa kufufua zao la kahawa katika halmashauri ya wilaya Moshi umeibuka kama mwanga mpya wa matumaini kwa wakulima waliokuwa wameanza kukata tamaa kutokana na kushuka kwa uzalishaji na kipato. Safari haikuwa rahisi. Kwa miaka mingi wakulima walikumbwa na changamoto lukuki, zikiwemo miche duni, magonjwa ya kahawa, bei zisizoridhisha, pamoja na ukosefu wa elimu ya kilimo cha kisasa. Hali hii ilisababisha baadhi ya wakulima kung'oa miti ya kahawa kwenye mashamba yao na kuhamia katika uzalishaji wa mazao mengine. Ndipo wazo la kufufua zao hili lilipoanza kuchukua sura mpya kupitia mpango huu wa kimkakati. Hata hivyo, kabla ya kugawa miche hiyo, timu ya wataalamu kutoka halmashauri ya wilaya Moshi kwa kushirikiana na wasaidizi wa wabunge ilishuka moja kwa moja katika vitongoji, vijiji na kata zote zinazolima kahawa, wakizungumza na wakulima, kusikiliza changamoto zao na kupokea maoni yao. Kuendeleza zao la kahawa lazima kuna viuatilifu ambavyo unatakiwa vipigwe kwenye kahawa. Sasa sisi wakulima wa kahawa hatujui ni aina gani ya viuatilifu ambavyo unatakiwa kupigwa kwenye dawa, na ukiangalia katika msimu wa mvua kama hizi kunakuwa na sisimizi wanaopanda kwenye zile kahawa. Sasa hatujui dawa gani inatakiwa ipigwe. Kwa hiyo tunajaribu kubahatisha tu kwa watu wenye maduka. Lakini sasa tungepata sasa utaratibu kamili kwamba ni dawa hii inatakiwa kwa kazi hii, dawa hii kwa shughuli hii, ndio hapo zao la kahawa litaendelea vizuri. Hao wakulima waliopo ni wachache sana kwa kuhesabu. Ndio. Lakini sisi lengo letu ni kila aliyepo na mwenye eneo aweze kuwa mkulima wa kahawa. Ndio. Lakini sasa nilitaka ni toe wazo kwamba ili kila mmoja aweze kupata elimu ya ufufuaji wa zao la kahawa. Ndio. Kuwe na angalau wawili wakulima ambao wajumbe wawili kutoka katika kila kijiji cha Kilema Kati, ambapo watapelekwa course katika shamba, mfano tuseme kwa mfano Takre. Kilichotusababisha kukosa kahawa ni pale tulipokuwa tunalima shamba, tunaweka mbolea, tunatoa watu tunatafuta vibarua wanakata kahawa vizuri. Lazima ndio kuja kujitokeza mpaka hata watu wakakata tamaa, wakaamua kung'oa kahawa, wakaweka migomba wakijua kahawa hazina faida. Ni wadudu kuzamila kwenye kahawa bila kupata dawa zile zilizokuwa zinaletwa zamani za kupiga kwenye mashamba. Kwa hiyo kahawa ile ikawa imevamiwa na wadudu, inakauka, nyingine inazaa vizuri inapokutika zile kahawa, nyingine inakauka. Tunatakiwa tupate hao mabwana wa shamba waje watupe elimu, tuweze kujua tunaotesha kahawa baada ya kahawa, mche moja baada ya mche moja ni mita ngapi, sentimita ngapi, ndio hivyo natakiwa tupate. Na vile vitu zilikuwa tunatupata zamani, zile kulikuwa na bomba, pembejeo, kulikuwa na pembejeo tunapata kwa mwenyekiti wa kitongoji, tunapata kule, tunakatwa wakati wa kwenda kuuza zile kahawa, tunakatwa kidogo kidogo, baada ya muda tunamaliza ile deni tuvipate. Mazungumzo haya yalitoa picha halisi ya hali ilivyo na kusaidia kupanga mikakati yenye kuleta uhalisia. Sambamba na hilo, wakulima walipewa elimu ya kina kuhusu kilimo bora cha kahawa. Mafunzo yalihusisha mbinu sahihi za upandaji, matumizi ya mbolea, udhibiti wa magonjwa na wadudu waharibifu, pamoja na umuhimu wa kupima afya ya udongo kabla ya kupanda. Elimu hii inalenga kuhakikisha kuwa miche itakayogawiwa haitapotea bure, bali italeta matokeo chanya na ya kudumu. Tuhakikishe kila mtu anapima afya ya udongo. Kwa nini tunapima afya ya udongo? Kwa sababu udongo umechoka sana, kiasi kwamba kuna watu ambao wanalima kipindi cha nyuma tulikuwa wanalima na sasa hivi mazao yanatofautiana. Lakini pia tunapunguza gharama za uzalishaji.
badala ya kutumia kiasi kingi cha mbolea, kifaa au skana inaonyesha kwamba unatakiwa kutumia kiasi gani cha mbolea ambacho inaweza ikawa pungufu ya kile ambacho wewe ungereka. Lakini tabia ya udongo au tabia ya mmea, unatumia kile kiasi cha mbolea ambacho inahitaji tu. Kwa kiasi kingine cha mbolea ambacho unakiongeza pale cha ziada kinaweza kikafanya ukaendelea kuharibu hali ya udongo. Tukipima udongo, tunapima pH ya udongo ambao kwa Kiswahili tunaita tindikali maji, ambao kwa kawaida inatakiwa iwe 6.2 hadi 7.4. Kwa ikiwa juu au ikiwa chini ya hapo, ina maana afya ya udongo inakuwa haiko vizuri, kwa hiyo huwezi kupata mazao mazuri. Lakini kingine pia tunapima afya ya udongo kwa sababu tunataka kupata mazao mengi. Kwa hivyo nilikuwa na hamasisha wananchi wote ambao utachukua hapa kahawa zako, hakikisha unaleta udongo halmashauri, tunakupimia. Upimaji wa udongo kwa halmashauri ni bure kabisa. Zamani pembejeo mlikuwa mnapewa KNCU. Sasa kilichofanya wewe, angalia tu chama chenu, picha ya chama chenu tu sasa hivi. Yaani chama hakikusanyi kabisa. Unaona? Chama hakikusanyi kabisa. Ina maana mkipata mfadhili awape pembejeo, hamtaweza kumlipa. Kwa sababu chama hakina hata mtaji wa kianzio, hakina makusanyo yoyote. Ndio maana sasa zile pembejeo baada ya kuona sasa uzalishaji umepungua, wale wafadhili wa pembejeo wakawa tena watoi pembejeo. Lakini wataalamu wakaja na namna kwamba tuna namna gani ambayo tunaweza tukampunguzia mkulima mzigo. Ndo watafiti wa zao la kahawa wakaja na kahawa hizi zinazogaiwa sasa hivi, kwamba tupunguze sasa yale matatizo ambayo yalikuwa yanahitaji kupiga sumu mara kwa mara mashambani, tuyapunguze. Ndio wakazalisha miche tunaigawa sasa hivi ambayo inaitwa compact. Sifa ya miche ya compact ni kwamba inazaa kwa haraka. Ndio miaka 2.5 unaanza kuchuma mchumo wa kwanza. Kwa hiyo alafu haishambuliwi na ule ugonjwa unaokutisha matunda ule. Kabisa huwa hauko. Na pia ushambuliwi na ile kutu ya majani. Kwa hiyo kilichobaki pale ni wadudu kama wadudu. Sasa wadudu kuna namna ya kuwadhibiti ambayo unaweza usitumie sumu. Hakuna kukata nini? Hakuna kukata tamaa. Kwa sababu tumeshapata tumaini jipya. Ni imani yetu kubwa kwamba zao hili tunaenda kulifufua. Na mimi nilikuwa nasema sehemu mbalimbali kwamba zile tafsiri kwamba kwa nini watu wafufui zao la kahawa? Kwa nini watu wafufui zao la kahawa? Watu wakajitetea ikiwa Marawi Magharibi ni bei ndogo ya kahawa. Ni bei ndogo ya kahawa. Tukawaambia kwamba mkisema tu, mkitamka neno kwamba bei ya kahawa ni shilingi 1000 hizo, watu wataotesha kahawa hata kwenye kitotondoo. Watu wataamka kufukuzia kuhakikisha kwamba kahawa inafanyaje? Inaoteshwa hata kwenye makopo kama tunavyootesha maua. Sasa hivi wanasema kilo imefika 1000 ngapi? 14. Tofauti na miaka ya nyuma, ulikuwa unaambiwa kahawa kilo moja ni 1500 na ukienda KNCU unakopwa. Ukienda KNCU unafanyaje? Jambo hilo liliwakatisha watu tamaa. Lakini kama serikali na taasisi mbalimbali zimejitokeza kupandisha bei ya kahawa, at least mtu akitoka na Marlboro yenye kilo 5 akirudi nyumbani, mwanamume mwenye sauti nyumbani kwake anakohoa, na akisema kitu nyumbani kinasikika, kwa sababu sauti ya mwanamume inaanzia mfukoni. Sauti ya mwanamume wa Marawi Magharibi inaanzia wapi? Inaanzia mfukoni. Mwanamume wa Kichaga hana fedha mfukoni, hata sauti ya kuzungumza na asikie nyumbani kwake haipo. Kwa hiyo KNCU na taasisi nyingine, fanyeni ushindani wa bei kurudisha heshima ya sauti ya mwanamume wa Kichaga nyumbani. Hii ni ajenda namba 1 ya Mheshimiwa Mbunge. Ni ajenda namba 1. Na tukiweza kuiunga mkono hii ajenda vizuri, tukarudisha zao la kahawa. Leo kilo ya kahawa ni shilingi 13,000. 14 sasa nakwenda. Tukirudisha zao la kahawa vizuri, hatutampa credit mbunge, bali tutayapa maisha yetu credit, kwa sababu tutanyanyua uchumi wa Marawi Mashariki. Marangu wewe. Tutanyanyua uchumi wa Wanamarangu Mashariki. Naombeni tuhamasishaneni kuhusu zao la kahawa. Ni zao chanya, ni zao jema, tuunge mkono, na naamini kwa pamoja tukiunga mkono hili, kila mmoja akaosha nchi yake kama alivyootesha hapa, naamini miaka 3-4 ijayo
tutazungumza lugha tofauti kabisa kuhusu zao la kahawa. Kahawa ni biashara, haina hasara. Wanaoua ni viongozi mnaowachagua ninyi wenyewe huku chini. Tafuteni watu wenye moyo wanaowathamini wengine kuwa bora kuliko nafsi zao. Huo ndio wimbo wangu kila siku naimba. Na tutaleta miche hapa. Afisa kilimo watapiga kwata na mabuti shambani sana. Watazalisha kahawa na chama maofisi hapo vizuri. Chimbuko la juhudi hizi linahusishwa moja kwa moja na wabunge wawili waliodhamiria kuona mabadiliko ya kweli kwa wananchi. Nao ni mbunge wa jimbo la Vunjo Enoki Kola maarufu kama kijana wa kahawa, na mbunge wa jimbo la Moshi Vijijini Morris Makoi maarufu kama Mwamba wa Lusaka. Ndani ya simulizi hii kuna hadithi ya dhamira, ushirikiano na maono mapana ya kurejesha enzi ya dhahabu ya kahawa katika maeneo ya Mlima Kilimanjaro. Kazi na utu. Kwanza kabisa nishukuru nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kujalia afya njema kuweza kufika hapa. Lakini pili, nichukue nafasi hii kushukuru wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kutenga muda wako na kuvunja safari yako kwenda Dodoma kuja kuzindua rasmi ugawaji wa miche yetu ya kahawa hapa kwenye kata ya Mwika Kusini. Lakini pia niwashukuru waheshimiwa madiwani wote ambao wamefika leo, ambao tumekuwa tukiambatana nao kwenye ziara ya mbunge kutembelea kata kwa kata, kuhamasisha wakulima, kuwapa elimu na maarifa juu ya zao letu la kahawa. Nawashukuru sana mheshimiwa diwani wote kuwepo hapa na kuendelea kushirikiana kwa pamoja. Ndugu zangu, siku yetu imefika, ndio leo tumeanza hili zoezi la kupambana na kufufua zao letu la kahawa. Tunajua umuhimu wake, wataalamu wote wamezungumza, mheshimiwa mbunge wa Moshi Vijijini amezungumza, na tumedhamiria kwa hali na mali kuhakikisha tunasimamia zao letu la kahawa na tunawasaidia wakulima kama alivyokuwa anazungumza meneja wa masoko wa Koo kwamba kahawa ni dhahabu ya kijani. Kahawa ni dhahabu ya kijani. Ndugu zangu, leo hii tunaenda kuhitimisha ziara yetu ya kutoa hamasa na elimu kwenda kuanza kugawa hii miche yetu ya kahawa. Na uzuri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, zao la kahawa ni kilimo mseto. Manake unaweza ukaendelea ukawa na ndizi, lakini pia ukaendelea ukawa na parachichi. Na niwaambie wakulima wote hapa, tukishamaliza hili zoezi la kugawa miche ya zao la kahawa, tunaenda tena na ziara nyingine ya kuhamasisha na kuwaletea miche ya parachichi. Mimi na mwenzangu wa Moshi Vijijini Mzee Makoi, kwenye hii tumejidhamiria na tumejipanga kuhakikisha kilimo uti wa mgongo tunaenda kusimamia. Na pia nimshukuru sana mkuu wa mkoa kwa sababu hii ajenda ya kahawa ameibeba 100% kama zao letu la mkakati kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro. Lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake, kwa sababu tunajua zao la kahawa kwenye dira ya 2050 ni zao la mkakati, na ndio maana wamekuja na kuahidi kutoa miche milioni 1 msimu huu kwenye majimbo yetu mawili ya jimbo la Vunjo na jimbo la Moshi Vijijini. Na leo hii tunazindua Vunjo na wiki ijayo tunaenda kuzindua Moshi Vijijini. Ndugu zangu wakulima, hii ni fursa, na waomba sana, na nashukuru kwa sababu mmekuwa kujitokeza kwa wingi kupata elimu kwa wataalamu wetu umuhimu wa hili zao. Tunawaomba mfuate masharti. Tumeshasikia kwa mtaalamu wa udongo na namna ya kuandaa mashamba yetu. Lakini pia zao letu la kahawa zamani lilikuwa ni zao la wazazi. Tunaomba sana vijana, tunaomba sana vijana, mimi nikiwa kama kijana mwenzenu, na waomba tushike hili zao la kahawa, tushike zao la kahawa vijana pia.
na wazee, zao letu hili hapa, ili msije mkapata shida na kina mama nyumbani. Tupambane na zao la kahawa. Kwa wale wanaojua historia ya zao la kahawa, yameelezwa mengi waliotangulia, ndilo ambalo limeendesha maisha ya jamii hii tangu uhuru mpaka tunapoongea, kabla wananchi hawajadanganyika. Maana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuna watu wanasema usidanganywe na supaki ukasahau kiberiti. Wananchi wa Moshi vijijini na Vunjo wadanganywa na supaki wakasahau kiberiti. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hakuna zao hapa linaloweza kuwa mbadala wa kahawa, ni uongo. Historia inasoma, wale wazee walioko hapa watakuwa mashahidi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumeotesha mengi kwa miaka 15 iliyopita tangu tulipoamua kuipa kahawa Kisoko, ambao wananchi wengi waliona kwamba haina tija. Wale wanaokumbuka enzi za Agustino Lyatonga Mrema, yule mheshimiwa mbunge, Mungu amrehemu kwa aliko, hatutamsahau kwa kazi kubwa aliyofanya hapa kwenye jimbo la Vunjo na Moshi vijijini. Lakini tangu wakati ule wao wameotesha nyanya, makademia, maparachichi, kila kitu wameotesha, lakini bado hawa imesimama. Shida kubwa ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ilijitokeza hapa katikati ni wale waliokabidhiwa dhamana ya kusimamia vyama vya ushirika, ni wale ambao walipewa dhamana ya kusimamia SACCOS za wananchi, ambao walikuwa wanaweka fedha kule kama akiba waweze kuendeleza zao mwaka unaofuata. Baada ya viongozi hawakuwa waaminifu, wameharibu, wamefuja zile fedha, na bahati mbaya, naomba mbunge mwenzangu asikie, sheria za ushirika bado zina changamoto, hazina namna ya kuwabana wabadhirifu wa fedha za vyama vya msingi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tusaidie, sio bunge tu nyuma yako, kuhakikisha kwamba sheria hizi zinabadilishwa, zinakuwa kali, ili mtu akila fedha ya mwananchi abanwe. Kahawa inayoenda kuoteshwa sasa hivi itakuwa ni mwanzo mzuri wa kujenga jamii mpya, kwa sababu Mkuu wa Mkoa, mtu anaweza kuendesha bodaboda bado akawa na kahawa, kwa sababu haikufungi kamba usiende kuendesha, haikufungi kamba. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukifanya hesabu ya miche ya kahawa tunaigawa leo au tunaizindua leo hapa Vunjo, mwanafunzi akianza form 1 akiotesha miche 15-20 mbele ya nyumba yao, akaweza kuitunza, akifika form 4 itamlipia ada kabisa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nimetembea kwenye mashamba ya kahawa makubwa yote, na nikipractice mguu kwa mguu, macho kwa macho. Hata yale maganda yanayobanguliwa kahawa, yale mabichi, yakioshwa vizuri, yakikaushwa, yakisagwa, ni kahawa, na watu wananunua na kunywa. Ndio yale maganda yanayobanguliwa kahawa kwenye cold storage kule, yakichukuliwa, yakija yakichanganywa na maganda ya kahawa mabichi yaliyofunikwa, ni mbolea ya kuzalishia kahawa changa, na wazee wetu wengi wanajua hapa. Kwa hiyo acheni propaganda, turudi shambani, tulime kahawa, tuzingatie masharti. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumeandaa utaratibu mzuri sana sisi wabunge kwa kushirikiana na TCB. Maafisa ugani wote wa halmashauri yetu tunawapeleka semina siku 3 kwenye mashamba wakafundishwe, na wakitoka pale wafanye oral examination, tupate majibu mezani, alafu waende kwa wakulima wakafanya deliverance. Lengo miaka 2.5 ijayo, Kikohora hapa Vunjo akitembea, atatembea kama mbunge wa kahawa, na alichochea mabadiliko ya kupunguza malalamiko ya fedha za TASAF. Kwa kutambua nafasi ya kahawa kama uti wa mgongo wa uchumi wa wakazi wa Moshi vijijini, viongozi hawa waliamua kuunganisha nguvu na wadau mbalimbali ili kurejesha hadhi ya zao hilo na kuinua kipato cha wananchi. Katika kutekeleza azma hiyo, ushirikiano mpana umeundwa. Taasisi muhimu kama Tanzania Coffee Research Institute TACRI na Bodi ya Kahawa Tanzania zimeungana na halmashauri ya wilaya ya Moshi pamoja na marafiki wa wabunge hawa. Kipekee kabisa nianze kutoa shukrani zangu kwa waheshimiwa wabunge walilipokea jambo hili, kwa maana ya kwamba wao kama wawakilishi wa wananchi, basi waliona moja ya jukumu la kwanza kuanza nalo ni kuwakwamua wananchi wetu kiuchumi.
na zao la kahawa ni zao muhimu sana katika kuwakwamua wananchi wetu kiuchumi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, miche hii inayogawiwa leo sio mmea tu. Tunaomba wananchi walielewe hilo. Mche huu ni ahadi ya maisha bora ya kesho ya mkulima. Leo hii kilo moja ya kahawa ambayo mkulima anavuna imefikia shilingi, wastani wa msimu uliopita kilo moja ya kahawa ni shilingi 12,000. Wengi wenu mtakuwa mashahidi kwenye ankozi mbalimbali, walitoa malipo ya kwanza 8,000, wakaja akatoa tena 4,000, inategemea. Lakini mwisho wa siku mkulima anaweka kibindoni shilingi 12,000 kwa kilo moja. Hivyo miche hii itaongeza idadi ya miche mkulima wanayopaswa kuwa nayo. Wataalamu wetu kutoka TACRI wanatuambia ili mkulima kama analima kahawa tu, basi anatakiwa apande miti ya kahawa 540. Kama alimi ndizi, alime mambo mengine. Kama ni kahawa peke yake, ukiwa na miche ya kahawa 540, wewe una uhakika wa kuendelea kumpeleka mtoto wako shule, kulipia gharama za umeme na maji, na ukakaa vizuri maisha yako. Sisi kama halmashauri pia tumekuwa tukiangalia swala zima la mazao mbalimbali kwenye halmashauri yetu, na hili zao la kahawa pia kama jinsi ambavyo tumeona wataalamu wa kilimo wa ardhi pamoja na udongo wako hapa, na sisi halmashauri tumekuwa tukitenga fedha kuunga mkono jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba tunafufua zao la kahawa. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tusema kwamba tuko pamoja na serikali kama baraza la madiwani, yale maelekezo ambayo tutakuwa tunapewa pamoja na yale ambayo tumekuwa tukipanga kwenye halmashauri tutazingatia ili kuhakikisha kwamba ile azma ya kufufua zao la kahawa na mazao mengine ndani ya halmashauri yetu inaenda kutimia. Kwa pamoja wamewezesha upatikanaji wa miche bora ya kisasa ya kahawa zaidi ya milioni 1, hatua ambayo inaashiria mapinduzi makubwa katika sekta ya kilimo cha kahawa. Safu ya viongozi mbalimbali akiwemo kiongozi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Moshi Vijijini wamepokea kwa mikono miwili hatua hizi na kutoa baraka zote kwa wabunge hawa kuhakikisha wanafanikisha kurejesha tabasamu la wakazi wa halmashauri ya wilaya ya Moshi. Mimi nipongeze juhudi hizi ambazo zinafanywa na wabunge wetu wa majimbo yote mawili kuhakikisha kwamba zao la kahawa linafufuliwa, na hiki kinachofanyika kipo kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na safari hii niwaambieni ndugu zangu, bajeti yetu ya kilimo imeongezeka sana. Wakati tunajinadi, mojawapo ya sera zetu ni kuhakikisha kwamba wakulima nao wanaangaliwa, na Daktari Samia Suluhu Hassan rais wetu akisema kwamba ruzuku zinapatikana, miche inapatikana. Sasa leo hii tunachokifanya hapa ni juhudi za rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Makofi kwa Mama Samia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, zao hili la kahawa sisi huku Moshi Vijijini, kwa maana halmashauri ya wilaya ya Moshi, tunaita dhahabu ya kijani. Ni zao ambalo limegusa na limeshikilia uchumi wa wananchi wa wilaya hii ya Moshi, upande huu wa Moshi Vijijini pamoja na jimbo hili la Vunjo. Wazee wetu hapa wana historia ndefu sana na zao hili la kahawa. Watu wamesoma mpaka vyuo vikuu kwa biashara ya zao hili la kahawa. Hata waheshimiwa wabunge hawa walikuwa wakinong'oneza, na wao pia wametokana na faida ya zao la kahawa. Kwa ni zao la kielelezo ambalo tukiendelea kulipa nguvu litaleta ukombozi mkubwa sana na ukuzaji wa hali za uchumi za wananchi wetu. Dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 imeeleza kabisa tunataka uchumi shindani na jumuishi. Sasa katika jumuishi tukaangalia sisi katika eneo letu hili wananchi wapi watajumuika kwenye ujenzi wa uchumi huo, ikiwa ni pamoja na wananchi ambao wanajikita katika biashara ya zao hili la kahawa. Kwa tunakwenda katika huo ujumuishi kuhakikisha kwamba kila mwananchi anajumuika kwenye ujenzi wa uchumi wa taifa hili, ambao tunakwenda kwenye viwango vya juu vya uchumi wa kati. Kwa hiyo tukiinua zao hili la kahawa tutafikia katika malengo yale ya dira yetu ya 2050. Kwa hiyo kwenye ufufuaji wa zao hili la kahawa
na pia tumekaa kimkakati kama ambavyo dira yetu inatuelekeza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tulianza na Mheshimiwa Mbunge kupita katika maeneo yote kuweka sensitization, kuwahamasisha wananchi na kuwaweka katika hali ya utayari. Jambo la kwanza ambalo tunaendelea kusisitiza na wataalamu, huduma za ugani. Wapo wataalamu wetu ambao wanasimamia sekta hii ya kilimo. Kwa hiyo kwanza wananchi waelezwe na wasimamiwe na kuelekezwa vizuri kuhusu huduma za ugani, kuanzia kabisa kwenye maandalizi ya mashamba, namna gani watu wanatakiwa kupanda kwa maana space, mche mmoja mpaka mche mwingine wanatakiwa kupanda, lakini pia utunzaji baada ya kupanda, utunzaji wa kahawa hizo, palizi zake, kupunguzia maotea mpaka kule kuchukua huduma zote za ugani. Ndio maana mtaalamu hapa akaja akaeleza kwa muhtasari, lakini wanaendelea na kupita huko katika mashamba. Lakini baada ya hapo wananchi hawa, ili kuwawekea hamasa kwenye ufuaji wa zao hili, ndio upatikanaji wa miche, na sio miche tu, miche bora. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama alivyoeleza Mheshimiwa Mbunge hapa, tulikuwa tumewekeana malengo ya miche milioni 1 na 500,000 Moshi vijijini, 500,000 huku Vunjo. Kwa siku ya leo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutakuomba kwa niaba ya serikali uweze kugawa miche kwa wakulima wetu, na hadi sasa tayari tumeshapata miche 500,034, miche 500,000 kutoka kwa TCB kwa maana ya bodi ya kahawa, lakini miche 34,000 tumeipata kutokana na jitihada za marafiki wa waheshimiwa wabunge hawa. Kwa jumla miche 534,000. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kila jimbo itapata miche 200,067 kwa awamu ya kwanza, 200,067. Kwa hiyo tayari uorozeshaji umeshafanyika, tushachukua takwimu kutoka kwa wakulima. Maafisa wetu wa ugani umeendelea kufanya kazi hiyo, na kuna maeneo machache wanamalizia, kwa wakulima wataanza. Lakini pia tumekubaliana na Mheshimiwa wabunge hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, limetajwa hapa zao la ndizi, lakini pia limetajwa zao la parachichi. Haya mazao na yenyewe pia ni mazao ya kimkakati ya biashara. Kwa hiyo tunaanza moja baada ya nyingine, na nimeelezwa kwamba tunapofika mwezi wa 9 parachichi na yenyewe zitakuja mbegu zake na miche yake ya kisasa. Kwa hiyo tutakwenda kwa pamoja ili kuhakikisha haya mazao yote matatu yanakwenda. Kwa jukumu letu sisi serikali, tutaendelea kusimamia kuhakikisha kwamba zao hili na mazao mengine kama nilivyoeleza yanaendelea kusimamiwa vizuri, ili wananchi waweze kupata tija na waione faida ya uzalishaji ambao utakwenda kuwapeleka katika uinuaji wa hali zao za uchumi. Lakini jambo la pili, tutaendelea kuhakikisha tunatafuta masoko kama serikali, tunatafuta masoko na wanunuzi ambao watakuwa na bei ambayo itakuwa ni yenye faida kwa wakulima wetu, kwa sababu jitihada hizi tunazoziweka kwenye uzalishaji lazima pia tuweke kwenye utafutaji wa masoko, ili wakulima waweze kuona hiyo tija. Lazima wawe na uhakika wa masoko baada ya kuzalisha mazao yao haya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, haya tutayasimamia kwa pamoja. Ndugu wananchi, tuwaunge mkono Mheshimiwa Enoch Zadok Kola, nafanya kazi nzuri sana, tumuunge mkono pamoja na waheshimiwa madiwani wote wa jimbo hili la Vunjo. Tuendelee kushikana kwa pamoja, agenda hii ikiwa yetu yote kwa pamoja. Katibu wa Chama cha Mapinduzi atapata raha sana, kwa sababu tutakuwa tunatekeleza ilani yake tukiwa katika timu moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatimaye kilele cha juhudi hizi kilishuhudiwa wakati wa uzinduzi rasmi wa ugawaji wa miche hiyo uliofanywa na Nurdin Hassan Babu, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Tukio hilo lilikuwa ishara ya mwanzo mpya, mwanzo wa safari ya kurejesha heshima ya kahawa halmashauri ya wilaya ya Moshi na kubadilisha maisha ya wakulima. Nawashukuru sana Mheshimiwa Kola na Makoi na mkuu wenu wa wilaya kwa kunialika kuja kufanya uzinduzi wa kugawa miche ya kahawa. Ndugu wananchi, kama mnafuatilia vyombo vya habari, kabla Kola na Makoi hawajaanza jambo la kahawa kwenye mkoa huu, nililianza baada ya kuja tu hapa, kwa sababu niliona zao letu linapotea na brandi ya mkoa wa Kilimanjaro ni kahawa, kwa sababu kahawa ndio inatutambulisha wana Kilimanjaro. Ndio maana DC anasema mnaita
dhahabu ya kijani. Lakini watu wa Dodoma wanatambulishwa na zabibu, watu wa mikoa ya kusini wanatambulishwa na korosho, Kigoma wanatambulishwa na chikichi, Njombe wanatambulishwa na parachichi. Hasa sisi tukenda tukadharau zao letu la kahawa, na nikapiga marufuku, na hapa nataka niseme tena leo mnielewe, ni marufuku kukata kahawa katika viamba tulivyo navyo. Tunawaletea miche ya kisasa, miche ambayo itazalisha kwa kiwango kikubwa. Manake nyinyi wazee mlikuwa mnakata na vijana mnakata kahawa kwa sababu bei ilikuwa si rafiki. Sasa miche mipya bei ni rafiki. Nilikuwa napiga hesabu hapa na mkuu wa wilaya, miche 540 bila kupanda zao lingine lolote. Kwa kilo moja moja tu ukiuza unapata milioni 6. Nimeandika hapo, nimefanya hesabu hapo, nimeweka hapo. Unapata milioni 6 na laki kama 3 au laki 5 kwa kilo ngapi? Moja kwa miche 540. Zidisha mara 3. Usiende kule ambako wanasema ile zao kiituza vizuri kilo 5, kilo 6. Fanya kilo 3, milioni 19. Toa gharama za kuhudumia shamba. Wewe baki na milioni 15 tu. Nani anapata milioni 15 kwa wakati mmoja? Watoto watasoma hawatasoma? Watasoma. Wamesoma kwenda vyuo vikuu, wengine maprofesa. Kwa wakati ule tunasuasua na mkakasirika kwa sababu bei ya kahawa ilikuwa si rafiki. Ukienda huku matatizo, ukirudi huku matatizo, ukienda mbele matatizo. Kwa hiyo nataka niwaombe wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro wanisikie wote, Warombo wa kila mahali tunapolima zao la kahawa. Tuchukueni miche hii ambayo ni jitihada kubwa zilizofanywa na waheshimiwa wabunge wetu, Mheshimiwa Kohola na Makoi, pamoja na kushirikiana na mkurugenzi wa bodi ya kahawa na TAKRI ambao wamefanya kazi kubwa sana kutufanyia utafiti mpaka wametupa mche ambao sasa unastahili. Ndugu zangu, pamoja na hayo amesema DC hapa, nataka niwasihi mfate, tuwasikilize wataalamu wa kilimo. Na wataalamu wa kilimo nao licha kuwasikiliza, na wao wasikae maofisini. Wamepewa kazi ya kwenda kuwahudumia wakulima. Wakulima wanakata tamaa kwa sababu hawana utaalamu. Wewe unasikia afisa kilimo wa kata, wakulima hawamjui. Sasa unafanya kazi gani? Wanakaa ofisini. Hata kwa agizo langu mtawaona, yaani leo baada ya kugawa miche tu watakuja huko kwenye mashamba yenu. Wakulima wanapanda ndizi, yaani ukizaa ndizi imekonda, sijasema mkulima, utaona ndizi imekonda. Maana kule kwa wafugaji ng'ombe kakonda na huyo mwenye ng'ombe kakonda. Sasa hapa huyo mkulima anataka kupanda ndizi, anataka kupanda mikahawa, anataka kupanda shimo la mikahawa, litakuwaje? Lina ukubwa gani? Ndio yale DC amesema tunapanda kwa space, kwa utaalamu ili tupate zaidi. Na nataka niwahakikishie utafiti wa TAKRI kwenye kahawa ambayo mtapewa, miche ya kahawa ambayo mtapewa, ni utafiti wa hali ya juu. Ni jitihada zako mkulima na kumshika afisa kilimo wa kata kukupa ushauri mzuri ili utoke kwenye kilo 5 ufike kwenye kilo 10, na linawezekana. Naelewa ndugu zangu? Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo huu ni ukombozi mkubwa
ambao umefanywa na Mheshimiwa Kohola na Mheshimiwa Makoi. Na mimi nataka niwaambie wananchi, Mheshimiwa Kohola, wananchi wanataka mambo haya ambayo mnayafanya leo. Wapiga kura wenu wanataka mambo haya. Hawa wakipata fedha nyingi, wakipata chakula, hawa hakuna mtu anachukua fomu tena baada ya miaka 5. Si ndio? Mmeletewa maendeleo na Mheshimiwa Mbunge, mnataka nini kingine? Mnapata hela, mnakwenda kwenye kitochi, mnawasomesha watoto. Kwa hiyo nataka niwaambie, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anawapenda Watanzania, lakini hasa sisi wa mkoa wa Kilimanjaro sana kabisa. Anatupenda sana. DC hapa ningemwambia aeleze ni fedha ngapi zimekwenda kwenye wilaya yenu ya Moshi vijijini au wilaya ya Moshi, ningeshangaa. Kwa miaka 4 na kitu 5 sasa, sisi mkoani hapa tumeshapokea trilioni 1 bilioni 500.75 za maendeleo. Nataka niwaombe wabunge wetu, ni wabunge wazuri wote wa mkoa wa Kilimanjaro. Lakini leo nimekuja kuona mfano kwa waheshimiwa wabunge wawili wa jimbo la Vunjo na jimbo la Moshi vijijini. Nimeona mfano, katibu wa chama, hawa wabunge wako hawa wameonyesha mfano kwa kuwasaidia wananchi kupata kipato na uchumi wao uweze kukua. Kahawa mmeambiwa kilo moja shilingi ngapi? 12,000 kwa wastani. Sasa DC amesema tutatafuta masoko, tutatafuta watu wa kununua kahawa, watakuja pale, mwenye nguvu ndio apewe kahawa. Wasema 12,000, mngesema 13,000, mngesema 14,000, mwingine 15, mwingine 20, mwingine. Ndio tunapotaka sasa kwa wakulima wetu. Tunaelewana? Mheshimiwa Kohola na Mheshimiwa Makoi, watu wa vyama vya ushirika umesema hapa na SACCOS, nataka niseme na Mheshimiwa DC uko hapa, yale yaliyotupata kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu yasijirudie. Vyama vya ushirika tumeviunda, viko kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, na bila ushirika pia hatuwezi kupiga hatua. Lakini lazima tuwe na viongozi wazuri kwenye ushirika, tusiwe na viongozi wanaotaka dhuluma, kwa dhulumu wakulima. Watu wa ushirika wana kiasi chao kinachobaki kwenye ushirika, lakini wananchi nao wanatakiwa wapewe hela zao kwa wakati. Matumaini yameanza kurejea. Wakulima wanaiona kahawa si tu kama zao la biashara, bali kama urithi na chanzo cha maendeleo. Ikiwa juhudi hizi zitaendelezwa kwa umakini na usimamizi thabiti, si ajabu kuona Moshi ikirejea tena kuwa kitovu cha uzalishaji wa kahawa bora nchini Tanzania, na wakulima wake wakinufaika kwa kiwango kikubwa kiuchumi na kijamii. Karibu halmashauri ya wilaya ya Moshi, karibu Kilimanjaro. Mimi ni Ahadi Mtweve.